Nadhani baada ya AFCON Kariakoo inaweza ikabaki na urithi gani unaotokana na ujio wa AFCON kufanyika hapa nchini? Urithi na kumbukumbu ni kwanza tuiambie timu yetu ya Tanzania ipambane ili iweze kuchukua hilo kombe. Ikichukua hilo kombe maana yake ni kwamba taarifa zitazagaa zaidi ulimwenguni kuhusiana na Tanzania kubeba kombe la AFCON. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kitu ambacho kikaongeza thamani zaidi kwetu na kwa wana Kariakoo, kwa sababu tuna klabu mbili kubwa hapa. Tuna klabu ya Yanga lakini pia tuna klabu ya Simba ambazo pia zipo Kariakoo hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona licha ya biashara ni kwamba soka la Tanzania pia klabu zake kubwa mbili zipo Kariakoo, mtaa wa Msimbazi na mtaa wa Jangwani. Kwa hiyo manunuzi, matumizi ambayo fedha zitakazobaki hapa ni sehemu ya kitu ambacho wana Kariakoo tunaweza tukakikumbuka kwa namna ambavyo tutakapofanya biashara. Kwa kuwa mashindano hayo pia yanafanyika hapa, wageni watakapoondoka hapa nchini na akao wamepita hapa Kariakoo, ungependa waondoke na taswira gani? Kwanza waondoke na taswira kwamba Kariakoo ni soko la kimataifa na wasitembee eneo moja. Kwa hiyo wakitenga muda wao hapa katikati kote kuna biashara nyingi sana ambazo zinafanyika na ni eneo la Kariakoo. Kwa hiyo tunawasihi watembee kote ili waone ile picha kubwa ya soko la kimataifa ambalo tunalolisemea. Pengine unatoa wito gani kwa wafanyabiashara wenzako ambao ni wanachama wa jumuiya ya umoja wa wafanyabiashara Kariakoo? Nini wito wako kuelekea AFCON 2027? Wito wangu kama msemaji na mfanyabiashara wa Kariakoo ni kwamba tujipange kuwahudumia wateja kwa ukarimu kama ambavyo imekuwa utamaduni wetu kwenye kufanya hivyo, na tukifanya hivyo basi maana yake tutakuwa tunapeleka sifa njema ya Tanzania kwa mataifa mengine yaliyotuzunguka. Kwa kuwa wanakuja wageni sasa, kuna swala la malipo ya kidijitali. Nyinyi mmejipangaje kuhakikisha kwamba malipo yote labda yanayofanyika kuna utaratibu mzuri wa malipo kupitia dijitali, kwa benki, kwa simu? Mmejipangaje kuhakikisha kwamba malipo yanakwenda kwa utaratibu ambao ni rasmi? Kwanza Kariakoo tuna mabenki mengi, yapo hapa, yapo kila mtaa. Lakini tuna bureau de change, kwa maana kwamba kuna mtu yoyote anayetoka Kenya, Uganda, Zambia na kwinginepo atakuwa ameshika fedha zake mkononi. Benki za kubadilisha fedha zipo, bureau za kubadilisha fedha zipo, lakini pia yapo maeneo ambayo kuna maeneo ya kuchanja na kulipa kidigitali. Na ukiangalia pia kwa sasa hivi kwa M-Pesa, Tigo Pesa, kuna mwingiliano kati ya hizi nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, zile currency wanaweza kuhamisha fedha kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Kwa katika hilo pia bado tuko imara na tunaweza kufanya biashara kwa namna yoyote ile.